Sasa unaambiwa moja kati ya nyoka ambao wana hatari kubwa sana duniani, basi hutomzungumzia nyoka mwingine yoyote isipokuwa utamzungumzia koboko, ambaye ndo huyo Black Mamba, ambaye ni nyoka ambaye ana rangi zaidi ya 4, kwa maana kwamba wapo aina tofauti tofauti ya rangi zao. Na hii ni kulingana na sehemu husika ambako nyoka huyo anaishi. Yes. Kuna wale ambao wanaishi jangwani sana sana, kuna ambao wanaishi kwenye miamba, lakini pia kuna ambao wanaishi kwenye misitu na kadhalika. Lakini kivutio kikubwa cha nyoka huyu kiasi cha kumfanya aweze kuvutiwa na eneo hilo ni unyevu wa eneo husika. Anapenda unyevu. Na ndio maana hata kwa upande wa jangwani pia wanapenda sana kukaa chini ya ardhi, kwa maana mchanga. Anajifukia mwili mzima alafu anabakiza kichwa tu. Hatari. Na kwa asilimia kubwa anakuwa anafanana na rangi ya mchanga huyo. Kwa hiyo kama utakuja kichwa maana yake ni kwamba hauwezi kumuona. Safi. Na utakacho ambulia ni maumivu tu baada ya kugonga huku kungata. Umeona bana? Sasa nyoka koboko pia ni nyoka ambaye akikungata hauwezi kujibu hata asante. Yaani unapoambiwa pole, unapokuwa umengatwa na nyoka koboko, utakapoambiwa pole, hauwezi kujibu hata asante. Yaani wewe ukigongwa tu na moja kwa moja. Yaani ni mapema sana. Yake ni kali sana. Yaani kujibu neno asante inaweza ikawa ni changamoto. Kwamba pole bwana. Yes, kwamba asante ni ngumu sana kwa nyoka koboko. Ila vinyoka vingine hivi faster mwimbili unaweza ka survive choma sindano ya maumivu na nini. Ilikuwaje? Baba nilipita zangu pale, baada ya kupita pale mimi sikujua, sikumuona, ndio sasa koboko ndugu yangu. Koboko baba. Haipo hivyo. Sasa njia pekee ambayo unaweza kujikinga na koboko au Black Mamba ni hii hapa kama ifuatayo. Ndio. Kama upo maeneo ya kijijini na kuna miti mingi, koboko pia anapenda sana kukaa sehemu ya miti. Hii ni sifa pia moja wapo ambayo koboko anayo. Anapenda kukaa sehemu ya miti au anapenda kukaa pia sehemu yenye miamba, kwa maana kwamba sehemu ya juu ambayo imeinuka. Sasa kama utakuwa unaishi maeneo hayo na unahisi pengine nyoka huyo yupo maeneo hayo, basi wale wataalamu au wajuzi wa mambo njia wanaoifanya ni kuchemsha uji wa moto sana. Kuchemsha uji wa moto sana kwenye chungu. Yes, story nilisikia hiyo, lakini inahitaji uji. Endelea, inahitaji uji. Sasa jamaa huwa wanachemsha uji wa moto sana kwenye chungu, lakini pia hutumia ngata kichwani kwa ajili ya kubeba chungu hicho chenye uji wa moto sana. Ndiyo. Na pindi koboko wanapotaka kuweza kumdonoa yule mtu, kwa maana kumgonga, basi mara nyingi sana kile kichwa anakiingiza kwenye uji, kwenye chungu cha uji. Lakini anapoingiza kwenye chungu cha uji kile kichwa, kwa sababu uji ni wa moto sana, basi manake ni kwamba shughuli yake nayo inakuwa ni pevu sana. Hata kama haishii hapo, lakini ukweli ni kwamba akifanikiwa kujitoa kwenye ule uji wa moto, haponi. Basi ni changamoto sana. Haponi. Kwa hiyo ndo njia ambayo moja wapo ambayo watu wanaoishi ambayo inahitaji ujasiri. Wewe unaweza? Kwamba chungu bana